foundation. Depends on foundation. Ile foundation ndio inayosababisha jengo kuwa thabiti na zuri lenye kuvutia. Msingi ukiharibika, hiyo nyumba itapata ufa na hatimaye inaweza kaanguka. Kwa hiyo msingi ni mahali pa kuangalia. Msingi ni cha kwanza, msingi ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo mwaka 2026 leo, siku ya kwanza, tarehe 1, wiki ya kwanza, siku ya kwanza, tunaweka msingi wetu katika Mungu, kumkabidhi kila kitu ambacho kimeandaliwa na Mungu katika mwaka huu 2026. Sema amen. Mwaka huu 2026 umejaa baraka nyingi sana. Ni mwaka wetu wa kishindo kikuu cha mafanikio. Kwa hiyo kama ni kishindo katika mafanikio, tunatarajia mambo makubwa yatatendeka mwaka 2026. Watu watafanya mambo makubwa sana, watamiliki vitu vikuu, na ni mwaka wa matendo makuu ya Mungu, ni mwaka wa mavuno, ni mwaka wa mambo makuu, na ni mwaka wa mavuno pia. Kwa hiyo kwa kuwa ni mwaka wa kipekee kabisa kwetu, tunaupokea kinabii na kutembea nao kinabii. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hautaenda jinsi utakavyo, unaenda kulingana na ufunuo jinsi ulivyo. Ukitembea na ule ufunuo, kwa hakika utauona mkono wa Bwana katika maisha yako. Lakini ukiuacha ufunuo, kuna mahali utakwama. Haleluya. Okay. Neno la Bwana linasema katika Hosea 12:13. Neno la Bwana linasema katika Hosea 12:13. Hosea 12:13. Neno la Bwana linasema hivi. Hosea 12:13. Neno la Bwana linasema, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Neno linasema kwa mkono wa nabii Mungu alimtoa Israeli kutoka Misri, ambapo ni nchi ya utumwa. Nchi ya Misri inapotajwa mahali popote, ina symbolize utumwa uliokithiri. Bwana asifiwe sana. Mnafahamu spirit, tukizungumza habari ya utumwa, tukizungumza habari ya utumwa au roho ya utumwa, spirit of slavery, tukizungumza hiyo, maana yake ni mtu kufanya kazi au kufanya mambo bila matokeo. Yaani mtu anafanya kazi lakini hapati faida, hapati kitu chochote. Kwa hiyo ana offer nguvu zake kuzalisha, lakini wengine wananufaika na yeye hanufaiki. Kwa hiyo maisha hayo huchosha, kwa sababu yanakula muda, yanakula nguvu za mtu, na mwisho wake uzee unafika. Sasa mwaka 2026 kwa neno la mtumishi wa Mungu wa madhabahu, utumwa umekomeshwa. Amen. Narudia tena, kwa neno la mtumishi wa Mungu katika nyumba hii ambayo Mungu aliniweka nitumike, utumwa mwaka 2026 umekomeshwa kwa jina la Yesu. Amen. Utafanya kazi na ile kazi itakupa matunda, itakuzalia faida, na utakula jasho lako, halitapotea. Jasho lako halitaliwa na wengine. Hautafanya kazi wewe alafu wanufaike wengine. Mungu atasababisha jambo la wewe kufurahia matunda ya kazi yako. Sema amen. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema tena, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu aliye hai. Okay, kwa hiyo kwa mkono wa nabii Mungu alimtoa Israeli katika utumwa. Israeli ni taifa la Mungu lililochaguliwa na Mungu, lililopendwa na Mungu, lakini kwa sababu mbalimbali walijikuta kwenye utumwa uliokithiri, ambapo hawakuweza kutoka kwenye utumwa huo mpaka Mungu alivyomtuma mtumishi wake nabii aitwaye Musa. Yeye Musa ndiye alienda fanyia deliverance, ndiye alienda kwa deliver kutoka kwenye utumwa ule wa kimaisha, utumwa wa kimaisha. Yaani mtu anafanya kazi kwa Farao, akijenga piramidi, akikata majani na kutengeneza mbolea kwa ajili ya mashamba kuzalisha ngano na kadhalika, lakini hana kwake, hana nyumba, hana mke, hana watoto, hana chochote anachokimiliki, hata mavazi ya kuvaa hana, kwa kuwa amekuwa mtumwa katika nchi ya kigeni.
Na watu wengi wamekuwa watumwa hata katika nchi zao kwa sababu ya kupungukiwa na kitu kinachoitwa neema ya Mungu ambayo inaweza kufanya maisha yao kuwa mepesi. Wanapungukiwa na hiyo neema kwa sababu hawana kuhani, hawana mtu anayeweza kusimama mbele yao ili aweze kuleta ile neema, ili aweze kutamka kitu ambacho kitasababisha maisha yao kuwa na hatua mpya. Musa anawaambia wana wa Israeli kwamba wajiandae, maana usiku ule Mungu atapita katika Misri na kuhukumu miungu yote, na wana wa Israeli watatoka utumwani. Kwa hiyo wana wa Israeli waliishi lile neno, wakaanza kufunga mizigo yao, wakaanza kujiandaa, kwa sababu kinywa cha mtumishi wa Mungu kimetangaza kwamba wanatoka utumwani usiku ule. Na walipolisikia lile neno wakalitendea kazi, kwa hakika walitoka utumwani usiku ule. Mungu alifanya mambo ya ajabu usiku ule. Farao akaruhusu wana wa Israeli watoke utumwani kwa mara ya kwanza. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hakuna utumwa unaokula maisha ya watu kama utumwa wa kufanya kazi alafu uone unachokifanyia kazi. Unafanya kazi, unataabika, lakini ile pesa yote unayoitafuta inaishia jikoni. Yaani inatosha tu chakula na tena bado unadaiwa madukani. Hakuna kitu kinachotia huzuni kama unakazana kutafuta fedha na ile fedha ikaishia hospitalini, ikaishia kufanya vitu visivyokuwa na faida kwenye maisha yako, inaishaisha tu kwa namna ambayo haieleweki. Unafanya kazi tangu Januari mpaka Disemba but no result. Huwezi kuvuka hapo mpaka atokee mtu aliyepata neema, aliyetiwa mafuta ili avunje kifungo hicho, akipasua kifungo hicho na utoke hapo kwa jina la Yesu. Na mimi nakutamkia kama mtumishi wa Mungu, kila kifungo kilichokufunga miaka mingine yote kikapasuke na kikuachie kwa jina la Yesu aliye hai. This is the new year. Huu ni mwaka mpya kwa jina la Yesu, na mambo yote yakawe mapya kwako. Vifungo na mateso ya zamani vikakuachilie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu mmoja aseme amen. Hebu sema ninaweza mambo yote katika jina la Yesu. Rudia tena, ninaweza mambo yote katika Roho wa Mungu anitie nguvu katika jina la Yesu. So mwaka huu kwa kuwa ni mwaka wetu mkuu sana, kuna mambo unatakiwa kuyaacha kabisa, sio ya kuzingatia. Jana tulijifunza mambo ya kuzingatia. Leo tunaangalia mambo manne ambayo unapaswa kuyaacha kabisa kama unayo. Jambo la kwanza, hii ni kanuni ya msingi tunaiweka katika mwaka 2026. Jambo la kwanza la kuacha ili uweze kupenya, mtu yoyote anayetaka kufanikiwa mwaka huu lazima aache mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, punguza anasa. Kwa maana anasa hupoteza pesa, muda na kuharibu kesho ya mtu. Tukitaka kufanikiwa lazima tuache. Lazima tuache. Lazima tuache. We must stop. Lazima tuache anasa. Anasa ni nini? Ni maisha yoyote ambayo mtu anaishi yanayotumia visivyokuwa vya lazima kutumika. Bwana asifiwe sana. Amen. Unafanya shopping ya chakula, unaweka chakula ndani mpaka kinaoza, unaenda kutupa. Hii ni anasa. Bwana asifiwe. Amen. Anasa ni kutumia zaidi ya kipato chako. Anasa ni kutumia rafu. Yaani unapata fedha, ukishapata fedha, kitu cha kwanza, mji mzima unajua una pesa. Unaanza kutembea kila mahali kuonyesha kwamba you are somebody. Lakini wengine ufika mbali zaidi, anaweza akakodisha toyo tangu asubuhi mpaka jioni. Alafu anakodisha toyo siku hiyo na kesho yake na kesho kutwa, siku inayofuata anapasua miayo. Hana nia. Na ni vizuri kuelewa hii concept vizuri. Mungu hachukii sisi kuishi vizuri, kula vizuri, kuvaa vizuri, kumiliki vitu vya thamani. Mungu hachukii. Lakini kuna kutumia kupita uwezo.
kipato chako ni laki, unatumia 300,000 kila mwezi au 200,000 kila mwezi, you will end up crying. Utaishia kulia tu, kwa sababu kila mwezi utajikuta uko kwenye debits, utajikuta kwenye madeni. Na mbaya zaidi, madeni haya hayalipiki, kwa sababu kwenye cycle, economic cycle yako hakuna uwezekano wa surplus, hakuna ziada. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna ziada kwenye mzunguko wako wa kiuchumi, basi unajikuta huwezi kujitoa kwenye kitanzi cha madeni, na maisha yako yanazidi kuwa mabaya kila siku. Mungu wangu akusaidie mwaka 2026 isiwe hivyo kwako, kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Utumie lakini kwa kiasi, utumie lakini kwa mpango, utumie lakini kwa maarifa. Sio vibaya ukawa na fedha yako ukaitumia, lakini ukajifunza uwe na saving account. Unajua saving account sio lazima ikawa benki. Ndio maana unaona hata wamama wenye akili au wadada wenye akili wana vibuku, kuna mpaka vya chuma, kuna visefu vya save, visefu vizuri tu. Sasa hivi unawekaga pesa tu, inatumia fingerprint kukifungua. Unaweka fedha yako kule, unakuwa mwaminifu. Unasema mimi kila nikipata fedha, hiyo fedha natoa 25% au 30% na ihifadhi. Kuishi bila malengo ni kuwa na kesho iliyoharibika. Kuishi bila mipango ni kujiandaa kuwa fukara kesho, ni kuja kuwa ombaomba kesho. Kuishi bila kupanga ni kujitayarisha kuwa mtu ambaye utaumiza wengine kwa kuwalemea. Yaani wewe kesho unakuja kukuta maisha yako huyawezi. Kwa hiyo wanalazimika ndugu zako kuanza kupambana kukubeba. Wanalazimika majirani zako, kwa sababu wanakuonea huruma, wajichangisha ukulipie kodi, kwa sababu you always live, unaishi maisha ambayo hayana mpangilio, hayana akiba, unatumia kupita uwezo wako. Kila ukipata fedha unataka kutumia vitu vizuri vya thamani tu, lakini ukumbuki kusave. So mwaka huu 2026 Mungu akupe neema, tupunguze matumizi ya anasa. Watu wakisikia anasa wanafikiri ni kwenda kulewa. Watu wanafikiri anasa ni kwenda kwenye kundi za starehe. Sio hivyo tu. Anasa ni pamoja na jinsi ambavyo unavaa. Una viatu pea 10. Kuna mtu ana pea moja tu, kila akitaka kutoka na ifuta na maji, hana tarani. Lakini wewe kwenye pea 10 unataka kila kiatu kinachokuja unataka ukinunue. Lakini kuna mambo kadha wa kadha kwenye maisha yako, wakati huu ukiwa unanunua viatu vya thamani, hujawahi kuacha na kiwanja cha 10 kwa 10 una. Na you live as if there is no tomorrow. Unaishi kama vile kesho haitakuwepo. Yaani maisha ni leo tu. Yaani leo ndo maisha, kesho haitakuwepo. It's like, yaani unaishi kama vile ikifika jioni na maisha yameisha, kwamba haitakuwepo kesho. Unakuwa unajidanganya. Haleluya. Tutumie kwa kiasi. Amen. Tutumie kwa nini? Kwa kiasi. Usiwe wewe ni mtu wa kula nyama since day 1 ya mwezi mpaka siku ile ya mwisho. Wewe ni nyama tu, kilo moja ya nyama ni shilingi ngapi? Ni shilingi 12,000, let's say. Alafu wewe mwenyewe kipato chako kwa mwezi ni 1,500,000. Hivi hii inaingiaje akilini? Hiyo nyama tu yenyewe kila kilo moja kila mwezi, na ni kila siku kwa mwezi mmoja ni shilingi 300,000 nafikiri na fedha. Unapata 200,000. Hivi utakaa uweze kuplani kujenga mwili hata kama kiwanja kidogo? You cannot. Kuna saa you sacrifice. Kuna saa you must sacrifice. Ukubali kuvaa nguo zile,
ukubali kula chakula kile kile, ukubali kutokuonekana katika appearance mpya ili kufanya mambo yaendelee kidogo. Haleluya. Lakini usitae sasa mpaka ukapauka ukawa kichekesho tena, ukawa kituko machoni pa watu. Ila unapanga. Kupanga ni kuchagua. Haleluya. 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 Mungu wangu akupe neema. Jambo la pili ambalo lazima tuliache, achana na kuhairisha mambo kila wakati. Ulikuwa umesema mwaka huu utaanza ujenzi, unaka kiwanja kako ka 15 kwa 10. Unasema nimemwambia fundi anipigie mahesabu, fundi kaniambia ni milioni 7. Milioni 7 mimi nitazitoa wapi? Watu hawapigaji mahesabu namna hiyo. Ukipiga hesabu namna hiyo utaka ujenge. Kwa kuwa ulisema ni mwaka wako kujenga, ukipata pesa zinatosha tofali 300, nunua tofali 300 peleka kiwanjani. Ukipata tena hela inatosha tofali 200, peleka tena, zimekuwa 500. Kidogo kidogo itafika mahali ambapo unaweza kusimamisha lile jengo, utaweka foundation. Lakini ukisubiri ukusanye pesa zifike milioni 3 uanze ujenzi, unajidanganya. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa tunapanga sana, tunaahirisha mambo kila wakati, kwa hiyo ile nguvu ya kiutendaji tunaikosa. Jambo ambalo Mungu alitaka ulifanye mwaka huu, unashindwa kulifanya, unaliahirisha. Lakini wakati huu unaoahirisha, unaona kwamba uendelee kula vizuri, unasema maisha ni mafupi. Wakati wewe unajiburudisha kwenye anasa, wenzako wanajenga maisha yao. Haleluya. 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 Sikia. Fursa kuwa zinapatikana kwa kuzitafuta. Kwa mfano, unaweza kupita hapa ukaona frame nzuri ya biashara mahali. Nyumbani una 220,000. Ukapita pale ukuuliza kodi ni shilingi ngapi? Wakakwambia ni shilingi 50,000. Na wewe ni shilingi 50,000, shilingi 50,000. Na wewe ulikuwa na wazo la biashara, lakini bado hujapata mtaji, lakini umeona ile frame. Nani ajue kama Mungu akukuonyesha ile frame ili uione? Kwa sababu ni wazo linatangulia, sio capital. Ni wazo linatangulia, alafu Mungu akupai nguvu za kupata utajiri, ndipo anakamilisha lile wazo, analidhihirisha na kuwa halisi. Kwa ukishaona ile room una 220,000 pale ndani, ukaambiwa ni shilingi 50 kwa mwezi, chukua 1.5 nenda kalipe. Alafu mwambie Bwana, hii ni hatua moja, naomba unipe hatua ya pili. Piga kufuli pale. Unakaa mwezi wa kwanza unaisha, kodi imeisha 50,000, haujafanya jambo lolote. Itakupa maumivu ya kukazana kufikiria ufanye nini. Bwana asifiwe sana. Anything begun is half done. Jambo lolote ambalo limeshaanzwa au limeanza, limeshafanyika nusu, ni kama limetendeka nusu tayari. Hatua ikisha kuwepo, ni tayari jambo hilo liko kwenye moshi. Bwana asifiwe sana. Tuna delay kufanya mambo, tunaahirisha. Wakati huo tunaendelea na anasa. Wakati ile pesa ilikuwa inatosha kununua tofali 300, umeiacha, unakuja kuona wigi linapitishwa, au unaona pochi, au unaona kiatu kizuri, safari boot. Mtoto akiwa anaangalia hivi anasema, hii acha niinunue. Shilingi ngapi? 35. Hiyo 35 ilikuwa ni tofali ngapi? Tunaahirisha sana mambo, kitu ambacho kinatufanya tunashindwa kupiga hatua. Ngoja nikuchekeshe kidogo. Nilifika mahali nasema nataka kununua gari. Sasa nikafikiria sina hela. Nikawa nimepata kampuni moja iko kule Dar es Salaam, inaitwa Nanasi. Kampuni ya nanasi ya magari. Nikapata kihela mahali, nikasema naanza kulipia gari dogo. Nikalipa 200,000. Nilipolipa 200,000 kwenye ile kampuni ya nanasi, mpaka leo ni kama miezi 3 na imepita, sijaweza kuongeza hapo shilingi 5,000.
Bwana asifiwe sana. Sijaweza kuongeza 5,000, lakini wakiitwa wanaonunua magari, na mimi natokea, na mimi nipo kwenye mchakato wa kununua nini? Gari. Unaelewa vizuri? Hii kampuni ni nzuri, unaweza kulipa hata 1,000, hata 2,000, hata 3,000, hata 5,000. Mtu amelipia gari lake miaka 17 akaenda kunichukua. Unanielewa nachosema? Yaani amedunduliza miaka 17, kufikiria amekuwa kama alikuwa amezaa mtoto yuko form ngapi hapo? Alikuwa analipia gari 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 10,000 ngapi? Siku ile anaenda kukabidhiwa, walipiga picha na shangwe kubwa, alikatiwa mpaka keki kwamba amepambana, amemaliza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maisha bila mipango, hatutafanya kitu chochote. Will remain the same. Tutabaki kama tulivyokuwa tangu juzi na jana. Lakini maisha kwa mipango yatasogea. Sasa hivi nikikaa hivi nasema, hivi unajua ni miezi mitatu sijatoa hata shilingi 10,000 kule. Nasikia kuna kitu sijakitimiza. Lakini ningekuwa sina kitu ninachokifanya mahali popote, ningeona na relax tu. Nasema niko sawa. Niko sawa, lakini siko sawa kikweli. Na mahali inafika naumia sana ni pale ambapo unakuta familia inatakiwa kuja kanisani. Hapo ndipo napata shida. Nakumbuka nasema gari linahitajika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuahirisha mambo mara kwa mara sio jambo zuri. Kila unachosema nitakifanya baadaye hugeuka kuwa majuto kwenye maisha yako. Ndio hiyo pointi tunaosema usiahirishe, ndio naijazia na iboresha. Kila ulichokiahirisha ukasema hichi nitakifanya baadaye hugeuka kuwa majuto. Ulikuwa na nafasi nzuri ya kujenga, ukaacha kujenga, ukasema acha kwanza nioe. Ulipooa ukapata pesa fulani, ukasema sinunui kwanza kiwanja, acha kwanza niendelee na maisha, hili nitafanya baadaye inageuka kuwa majuto. Mungu ni Mungu wa nyakati na majira, na kila jambo unalotaka kulifanya Mungu alishaliplani na ameliwekea wakati wa kulifanya. Sema amen. Ukipishana na ule wakati utakuja kukosa nguvu ya kulifanya jambo hilo, kwa hiyo itageuka kuwa majuto. Lakini pia kwa kujazia tena hapo, unachochelewa kukifanya leo kitakushinda kesho. What you delay to do today will defeat you tomorrow. Hautaweza. Time management kwenye maisha yako ni muhimu sana. Kuna mambo unaweza kuyafanya sasa, lakini hayafai kufanya baadaye. For instance, usipoenda shule kwa umri unaopasa kwenda shule, kuna wakati utafika huwezi kwenda shule tena. Kwa hiyo ulichosema utakifanya baadaye kitakushinda kesho. Wakati ni sasa, asemaye kesho ni muongo. Bwana asifiwe sana. Unataka kuwa mfanyabiashara na umeshamuomba Mungu sana, ukapata mtaji wa 30,000. Anza na hizo 30,000. Fikiria ufanye nini. Muulize Mungu, nifanye nini na hizo 30,000. Chekecha akili yako. Usiseme hiki 30,000 kitatosha nini. Kwa sababu msingi wa nyumba huanza na jiwe moja. Nenda kaangalia wakati wanaweka msingi wa nyumba. Fundi akishachimba msingi akamaliza ile mashimo, anachukuaga jiwe moja analipeleka pale. Msingi unaanza na jiwe moja. Alafu pia msingi ukamilika, wakati nyumba inaanza kujengwa huanza na tofali moja. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wewe kile kidogo ulichokipata Mungu anaweza kukizidisha katika mikono yako kama unakipokea kwa shukrani, kama unakipokea na ufahamu wa kiungu, kama unakipokea ukiwa na mtazamo wa kimbingu wa kufanya tofauti kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Lakini ukisha kidharau utaweza. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili la kuacha. Jambo la tatu la kuacha. Jambo la tatu,
acha kuwa na mawazo hasi. Mawazo hasi, kusema kitu hichi sitaweza. Nataka kuambia jambo moja. Kila neno unalolitamka kwa kinywa chako au kuliwaza, umejitolea unabii mwenyewe. Umejitolea unabii mwenyewe. Ukisema sitaweza kitu hichi, ni tayari umeshashindwa. Tangu ulivyosema hivyo umeshashindwa. Kwa kuwaza kushindwa ni kushindwa kwenyewe. Ndarudia, kuwaza kushindwa ndio kushindwa kwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hata kama huna hela, unaona uwezo wako ni mdogo, labda kwenye hii ni masomo, kwa mfano mathematics, unasema mimi siwezi hesabu. Kitendo cha kusema tu huwezi hesabu, umejitolea profesa, ndio kushindwa kwenyewe. Tayari umeshindwa hesabu, utakaukaje ukaweza? Lakini mwenye haki anaishi kwa imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo yanayotarajiwa bado hayajatokea. Hebu sema naweza kwa jina la Yesu. Rudia tena, naweza kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, naweza kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu tusome Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Msomaji wangu nafikiri umeshafika. Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Biblia imekuwa mbali sana. Wafilipi 4:13. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kumbe siwezi kwa sababu mimi ni kabila fulani. Siwezi kwa sababu mimi ni uko fulani. Siwezi kwa sababu mimi nina nguvu za kimwili. Ninaweza katika yeye anitiaye nguvu. Nani anitiaye nguvu? Mungu anitiaye nguvu. Ninaweza mambo yote katika Mungu anitiaye nguvu. Hebu sema ninaweza mambo yote katika Mungu anitiaye nguvu. Hebu sema mwaka 2026 nitaweza mambo yote katika Mungu anitiaye nguvu, kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, kwa jina la Yesu aliye hai. Nitayaweza mambo yote katika Mungu anitiaye nguvu. Kwa hiyo tuache kuwa na negativity kwenye mindset zetu. Tuache negativities. Yaani unaonaga tu kwamba fulani ndiye anayewezaga. Fulani yeye ana akili sana. Unajua mimi bwana, kwetu sisi hatunaga akili. Nani anakuambiaga huna akili? Iko hazina imejificha ndani yako. Siku watu wataivumbua hiyo hazina, siku itadhihirika hiyo hazina, watu watashangaa. Haukuumbwa ili uje ukawe mzururaji duniani. Hukuumbwa ili uje ukawe mtu wa ajabu duniani. Uliumbwa uje ukafanikishe maisha yako, ufanikishe na ya wengine nyuma yako. Sio wewe tu, na wengine nyuma yako. Sema amen. Amen. Kwa hiyo kuahirisha mambo na kudhani kwamba huwezi ni moja kati ya maadui wakubwa ambao kila mtu anatakiwa kupigana nao. Pigana na mawazo yako. Hebu sema nitapigana na mawazo yangu. Shetani wa mtu ni mawazo yake mwenyewe. Shetani, pepo linalotesa mtu zaidi, ni mawazo yake mwenyewe. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nitashinda na zaidi ya kushinda. Kwa jina
jina la Yesu nitashinda na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda, kwa jina la Yesu aliye hai. Sitakuwa kama nilivyokuwa kipindi kilichopita, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Nitashinda kwa jina la Yesu aliye hai. Tusome Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Inasema tukiangusha mawazo, Wakorintho wa pili 10:5, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Angusha mawazo mabaya. Mawazo mabaya ya kuona wewe huwezi. Mawazo mabaya ya kujiona wewe ni maskini. Mawazo mabaya ya kujiona wewe una mkosi. Angusha mawazo hayo. Teka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo ndani yako. Kila fikra ulio nayo imtii Mungu. Sema kwa jina la Yesu, naangusha mawazo mabaya. Mimi si wa kushindwa, mimi ni wa kuweza. Sema mimi ni wa juu wala si wa chini, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema mimi ni wa juu wala si wa chini, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema nimeumbwa nitawale, nimeumbwa nitawale, nimeumbwa nimiliki na kutawala, kwa jina la Yesu. Sema mwaka 2026 ninateka nyara na kumiliki miliki zangu kwa uweza wa Roho, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Nitamiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amen. Zingatia sana ibada mwaka huu. Amina. Narudia tena. Unataka Mungu atembee na wewe mpaka watu washangae. Zingatia sana ratiba za ibada mwaka huu. Jitengeneze mfumo. Sitakosa ibada ya Jumapili wala ibada ya katikati. Sitakosa. Alafu utaniambia wakati tutakapofika mwishoni, utajipima ujiangalie. Kukosa nidhamu mbele za Mungu ni kuharibu maisha yako. Ukimkosea baba yako nidhamu, baba yako atakuchukia. Na hata sehemu ya urithi ambayo ungeangukia kwako, anaweza kakataa kukupa, kwa sababu umemkosea nidhamu. Onyesha nidhamu kwa Mungu wako. Onyesha unampa kipaumbele. Epuka kuwa na ifs and buts. Every day ifs and buts. Visababu tu, visababu. Ukiambiwa kwa nini hujaenda kanisa? Nguo zilikuwa chafu. Kwa nini hujaenda kanisa? Nguo hazikukauka. Kwa nini ukwenda kanisani? Nilikuwa sina viatu. Ifs and buts. Na hizi hazikufikishi popote, kwa sababu wakati ukifanya hayo, you destroy your own life. Sio maisha mwingine unaharibu. Wakati huo unaosema nguo hazikukauka, sio maisha mwingine yanaharibika. Tena yule aliyekuuliza amekusaidia. Huyo anayekuuliza mbona hujaenda kanisani, katumika kama malaika kukukumbusha. Unafikiri kwa kumwambia hivyo umemshinda, akamwambia haya sawa basi hakuna shida. Haukumshinda yeye, umeharibu maisha yako. So tunapaswa kuwa na self discipline mbele za Mungu aliyetuumba. Sema amen. Tuwe na nidhamu ya kiungu. Hallelujah. Kwa hiyo tuache mawazo hayo ya kujiona hatuwezi. Kuona na kuwaza kushindwa ndio unabii wako binafsi wa kuharibu. Na ukiwaza hivyo ni tayari umeshashindwa. Hallelujah. 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 Lakini jambo la la nne la kuacha uvivu. Unasemaje? Uvivu. Tuache nini? Tuache nini? Okay.
ukiwa mvivu, kuna mambo hayatatokea kwenye maisha yako, kwa sababu mambo yote kwenye maisha yetu yanategemea effort. Inategemea effort ambazo tunaziweka. Bwana asifiwe sana. Hebu sema kwa jina la Yesu, nitaweka bidii katika maisha yangu, katika maisha yangu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Nisikilize. Mithali 28 mstari 19 inasema hivi: alimaye shamba lake, Mithali 28:19, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kutosha. Atapata umaskini wa kutosha. Alimaye shamba lake, maana yake hapo anaposema alimaye shamba lake, maana yake afanyaye kazi. Afanyaye kazi atakuwa na chakula tele au atakuwa na matokeo, lakini afataye mambo ya upuuzi atakuwa na umaskini wa kutosha. Si umaskini tu, wa kutosha. Fuata neno la Mungu, sema amen. Ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Amen, amen. Afanyaye kazi atakuwa na mafanikio, asiyefanya kazi atakuwa na umaskini wa kutosha. Mungu akubariki. Mwaka 2026 uangalie kitu cha kufanya kwa jina la Yesu. Na katika kile utakachofanya Mungu atakibariki na utaona matokeo. Lakini usipofanya kitu chochote unaweza ukawa mhitaji. Na mtu ambaye hafanyi kazi anapoona wenzake wakiinuka anasemaga, hivi wao wanapata wapi? Ni Freemason. Ukiona mtu anaongea hivyo ni mvivu wa kutenda. Haleluya. 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 Amina. Yes. Kwa hiyo hali mambo ya kuacha. Jambo la mwisho la kuacha. La mwisho kabisa. Jambo la mwisho kabisa la kuacha. Acha kusengenya watu, lakini acha zaidi kupiga vita watumishi wa Mungu. Matokeo ya wewe kumsema mtumishi wa Mungu sekunde moja inaweza ikawa ni generational. Inaweza ikawa ni matokeo ya vizazi. Bwana asifiwe sana. Wakati tunaposoma kwenye kitabu cha Hesabu, wakati Miriam na Haruni walimnena Musa, Mungu aliposhuka alisema, kwa nini hamkuogopa kumsema mtumishi wa Musa? Kwa nini hamkuogopa? Swali la kwanza Mungu anashangaa, kwa nini hamkuogopa? Kwa nini nawaambia acha hii? Hii inaua watu sana kiroho. Kiroho chako kikifa, umepoteza uwezo wa kufanikiwa. Biblia inasema wenye hekima huona mabaya wakajificha, lakini wapumbavu huendelea mbele wakaumia. Mtu mwenye busara anapoona watu wakiwasema watumishi wa Mungu hujificha, lakini mpumbavu hupeleka masikio akasikia. Unapoenda kusikia, ile ni poison, unajiangamiza. Miriam alipigwa ukoma, aliambiwa kwa nini hamkuogopa? That was the question. Mungu anasema
iliwapasa kuogopa kumsema. Leo mpaka watu ambao hawajui hata uelekeo wa kiungu wanaweza kuwakosoa watumishi wa Mungu, wanaweza kuwasema, wanaweza kufanya kikao nyumbani kwa discuss. Wakati unapofanya hivyo, hauharibu maisha mwingine, unaharibu nyumba yako mwenyewe. Ni sawa na mtu aliyenyunyiza petroli kwenye nyumba alafu akawasha. Yaani ndicho kitu ulichofanya kwa kufanya hivyo kwenye nyumba yako. Kwa sababu watumishi wa Mungu hupiganiwa na Mungu. Yale mambo yanayofanyika kwa siri, Mungu hupigana naye na hao wanaofanya kwa siri pia. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Kamwangalie Elia alipokuwa mlimani akiomba. Mfalme alipopewa taarifa kwamba umeenda kwa Mungu wa Ekron kwenda kuuliza habari za ugonjwa ulioko nao, kama utakufa au utapona. Umeenda kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli, ndio maana ukaenda kuuliza huko. Elia alipotumwa kwenda kumwambia ujumbe huu, alikutana na watu ambao walikuwa akienda kwa mganga kwenda kuuliza kama angepona ule ugonjwa. Elia akaambiwa shuka mlimani upesi. Alikuwa na sujudu mbele za Bwana mlimani, akaambiwa shuka upesi. Unaenda kukutana na watu wanaokwenda kwa mganga, na huyu mfalme ni mimi niliyemweka. Nenda umwambie ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli, ndio maana unatoka kwenda kuuliza habari kwa waganga. Akamwambia, mwambie hata pona wala hata shuka kwenye hicho kitanda, kwa hakika atakufa. Alipoenda kumweleza mfalme, wale watu walipoenda kumweleza mfalme akauliza, huyo jamaa mliyokutana naye alikuwaje? Alikuwa amevaa vaje? Wakamwelezea alikuwa ni mtu yuko namna hii, amevaa singa za ngamia. Akasema ni yule jamaa Elia aliyefungaga mvua, ndio huyo jamaa. Akasema sasa nendeni mkamtafute mahali popote mlipo, mumlete. Katuma kikosi, jeshi la maaskari wanajeshi 50 pamoja na kiongozi wao, pamoja na kapteni wao. Wakatoka wanajeshi 50 na kapteni wao. Walipofika pale alipokuwa kwenye ule mlima akiomba, akimsujudu, akimwomba Mungu kwenye ule mlima, wakamwambia, mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Kwa sababu yale maneno uliyomweleza, umesema kwamba atakufa, umemtishia mfalme. Mfalme amesema shuka upesi. Akawaambia, nisikilize, kama mimi ni mtumishi wa Mungu kweli, moto ushuke uwateketeze. Haikuchukua sekunde, moto ulidondoka ukawateketeza, wakawa kuni, wakawa mkaa dakika ile ile. Elia alikuwa anaogopa, maana anajua akifikishwa kwa mfalme ni tatizo. Alishakimbizwaga na Jezebel, akasakwa kila mahali, mpaka kaenda kalala chini ya mretemu, anamuomba Mungu afe. Hivi mnajua mretemu ni mti gani? Mretemu ni nini? Ni mti gani leo? Ni mtarakwa. Mnaujua mtarakwa? Ule mti ule unaitwa mtarakwa, ule ndio unaitwa mretemu. Sasa akaenda kalala hapo. Dunia kipindi kile kulikuwa, wakati alipofunga mvua, miti yote ilikauka. Mtarakwa una survive kwenye ukame sana, kwa miti hiyo ndio ilikuwa imebaki. Elia akakimbia akaenda kalala chini ya mretemu. Anamwambia Mungu, ni bora uchukue roho yangu, mimi sio bora kuliko wengine. Sasa ameshajiponya, amefika huko, amepambana, anasikia tena mfalme anamtafuta. Ikabidi atumie silaha za kiroho. Akasema moto ushuke ukaangamiza wanajeshi 50 na captain wa wajeshi. Wakatumwa kikosi kingine, kile kikosi kikaja na kapteni pia. Walipomwambia shuka upesi, akasema moto ushuke mbinguni, kama mimi ni mtumishi wa Mungu, wateketeze. Wakateketea tena 50 wengine na kapteni wao, wakawa watu 120 walioteketezwa na moto kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu Elia. Nini? Kwa nini anawachoma? Anajihami. Na adui zako watakuwa adui za Bwana. Sema amen. Amen. Wakaja kikundi cha 3 na kapteni wao. Wakamwambia yule kapteni, akamwambia
akamwambia, mtumishi wa Mungu, na kuomba roho yangu na roho za watu wote ziwe na thamani machoni pako. Haleluya. Ziwe na thamani. Tunakuomba usiziteketeze kama ulivyoteketeza kikosi cha kwanza na kikosi cha pili. Tunakuomba hizi roho ziwe na thamani machoni pako. Aliposhuka yule aliposhuka akajua huyu ni mtumishi wa Mungu, sio wa kupigana naye, sio kumwendea kikorofi, sio kumwendea kibabe. Malaika wa Mungu akamwambia, usiogope Elia, shuka na huyu nenda naye kwa mfalme. Elia ndio akamwambia sawa, akanyanyuka akashuka. Haleluya. Wakaenda kwa mfalme. Haleluya. Alipofika kwa mfalme akamwambia, nisikilize mfalme, Bwana anasema hivi, kwenye kitanda ulicholala utashuka hapo, kwa sababu nimemuudhi Bwana, ukatuma watu waende kwa waganga kwenda kuuliza habari za ugonjwa ulio nao. Kwa nini ukumuuliza Mungu? Ni kwamba hakuna nabii katika Israeli hata utume watu wakaulize kwa mganga. Kwa hiyo hautashuka. Elia alipoondoka, yule mfalme alikufa kesho yake. Mpigie Yesu makofi kwa mazuri. Nini ninachosema? Ukishindana na mtumishi wa Mungu, you will die. Na utakufa kimwili, lakini utakufa spiritually. Utakuta mambo hayaendi, magonjwa yanakuandama, mateso yanakuwa mengi, kila kitu akili sawa sawa, kwa sababu unapigana na wapako mafuta. Na unaopigana nao wanaweza usipigibu neno, na wanaweza usiongee. Ni afadhali wangekusemesha, lakini kunyamaza italeta maangamivu. Kwa hiyo ninawaombeni, kama tunataka kuprosper mwaka huu, tuachane na bla bla za kuongea watumishi. Sizungumzi kwa ajili yangu, nazungumza kwa sababu nasikia story nyingi sana. Nasikia mtu anatokea huko anaanza kusema mtumishi fulani sio mtumishi wa Mungu, yule mtumishi fulani kwenye kanisa sio fulani sio mtumishi wa Mungu yule. Na wao nasema ni kweli kabisa, sio mtumishi wa Mungu. Wewe umekunywa ile dawa inayokausha majani ile, inaitwaje Daudi? Roundup. Si utafanyaje? Maisha yako yataharibika kabisa. Bwana asifiwe sana. Usifanye hivyo. Wewe ni mwanangu ninayekupenda. Usifanye hivyo. Kwani ulishanisikia mimi tangu nahubiri hapa, nimekuja hapa nikasema nawaambieni nimesikia kwamba mmeenda kwa mtumishi fulani. Tena hao ndio kwenda kwa huyo mtumishi ambaye ni pepo. Kufanya ulishasikia nasema hivyo? Hata siku. Alafu nisikilizeni, na watu wengine mnaopata nafasi ya kuimba na kusimama kwenye madhabahu, msitumie madhabahu kushambulia watu. Yaani usiwe na mtu ambaye umekasirikiana naye ukaje ukasimama hapa uko unamtumia message, unajiua. You will surely die. Kwa sababu madhabahu hii ya kulitangaza neno la Mungu, sio kupigana vijembe. Bwana asifiwe sana. Sio kushambuliana. Ndio maana uweze kunisikia nimekaa hapa alafu nianze, kwa mfano Daudi amenikwaza jana, nianze kumrushia makombora nikiwa hapa. No. Hii ni madhabahu takatifu ya Mungu. Haleluya. Sasa unakuta mtu anakuja hapa anasema na ushuhuda. Sasa huo ushuhuda ndio utakuchekesha. Anaanza kusema namshukuru Mungu, Mungu amenipigania, kuna mambo yangu yalikuwa hayaendi vizuri, na lakini Mungu amenisaidia, na adui yangu yuko hapa hapa mtumishi. Adui yangu yuko hapa hapa. Wewe takunyang'anya maiki, nitakukimbiza mpaka nje. Bwana asifiwe sana. Hatuko hapa kushambuliana, wala hapa sio mahali pa kusimama ushambulie mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa ukija hapa unataka kutupa ushuhuda, eleza ushuhuda ulionyooka unaomtukuza Yesu, sio ushuhuda wa kumlenga mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini wakati unapoendelea kushambulia watu unakuwa butu wewe mwenyewe, na ukiwa unatumia madhabahu unaifanya kuwa butu pia? Kwa sababu kuna kanuni za kutumia madhabahu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. So usisimame hapa ukiwa unatoa ushuhuda wa kushambulia mtu.
Na naomba watenda kazi, ukisikia mtu anatoa ushuhuda wa kumshambulia mtu akiwa hapa na ukisha sense anamshambulia mtu, mnyang'anye maiki, mwambie nenda kakae. Usiongee naye maneno mengi, mwambie nenda kakae. Tutakupa nafasi wakati mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu inalindwa, neema ya Mungu inalindwa. Biblia inasema Roho wa Mungu hakai penye faraka. Hakai hapo. Huyo ni mtu aliyeacha ametoka rohoni yuko mwilini. Kwa hiyo ukikaa na mtu huyo utajikuta unajiangamiza. So tujitahidi sana kutokushambulia watu, kutokusengenya watu. Mwaka 2026 watu wengi walijiua miaka iliyopita kwa kusema watumishi. Amen. Amen. Hata mimi najua wengi sana walikufa wakinisema mimi. Wengi walionisema mimi, waangalie maisha yao utajua tu. Na wale wachache wanaojua, wanaokumbuka, ndio wanasema huyu sio alikuwa anasemaga fulani huyu. Huyu sio alikuwa anamzungumza mtumishi fulani. Huyu sio alikuwa anaongeaga anasema mtumishi fulani, mtumishi fulani, mtumishi fulani. Kuna watu ambao wao wamekaa, yani saa nyingine mtu anakaa anakusimulia tu mambo ya kanisa fulani. Umesikia kilichotokea yule mtumishi, umesikia kilichotokea yule mke wa yule mtumishi, umesikia kilichotokea mtoto wake. Acha nayo mambo. We have a lot of things to do. Tuna mambo mengi ya kufanya. Huo muda kukaa kuzungumza mambo ya watu, nenda kakae mlimani muombe Mungu. Mwambie Mungu abadilishe maisha yako na kwa hakika atabadilika. Sema amen. Hatuna muda mwaka 2026 wa kuongea vitu visivyokuwa na maana. Biblia inasema alimaye shamba lake atapata chakula cha kumtosha, lakini afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kutosha. Hallelujah. So mwaka wa 2026 uwe mwaka wa neema tele kwako kwa jina la Yesu. Uwe mwaka wa neema tele kwako kwa jina la Yesu. Uwe mwaka wa neema tele kwenye maisha yako. Jambo la 6 ya kuacha. Acha kabisa kueleza ndoto zako kwa watu. Sio ndoto uliyoota kitandani, mipango ulionayo. Sio wote wanaokuchekea ni watu wema kwako. Narudia tena. Acha kusimulia. Unajua hata hapa mimi nimeshavunja sheria lakini nilikuwa nafundisha. Nimeeleza na nilipia gari, nimelipa laki mbili. Okay, fine. Lakini sasa nilikuwa nafundisha. Nimeshavunja sheria. Bwana asifiwe sana. Acha kusimulia mambo yako. Sio wote unaoeleza unafurahia. Kuna watu wenye viroho vya namna hii, alafu vinywa vyao maneno yao ni makali sana. Yani akiona jambo lako akasema nimefunga, inafungwa. Watu wenye midomo mibaya. Bwana asifiwe sana. Badala yake kaa kimya, wafanyie surprise. Haleluya. Tokea na mchuma hapo, alafu unaunguruma hapo nje. Haleluya. Weka silence hapo, zunguka, tikisha ufunguo. Watajua tu ni wako wako. Sema amina. Washangaze kwa surprise. Haleluya. Wafanyie surprise. Acha kutangaza. Kama unataka kufanikiwa, zingatia. Utambue wazi kila unayemweleza mambo yako anaonekana kama yuko upande wako, hasa wakati ambapo bado una grace, bado una neema kidogo. Lakini wakati ukimhitaji mtu huyo au wakati wewe unauhitaji, hautaona mtu yoyote akitokea upande wako. Wote watapotea. Lakini wakati ukiwa vizuri kidogo, watakuchekea sana, watakukaribia sana, watakuonyesha kama wewe ni wa maana sana. Ngoja upungukiwe, ndio utajua ni mapedui, ndio utajua ni majoka. So wenye hekima wanasema ukimya una mshindo. Usiwe mwepesi wa kufichua vitu ambavyo bado havijamachua spiritually, kwa sababu wana killing spirit, ile
ile roho ya kuua vitu, kuua ndoto, kuua maono. Fikiria kwa mfano Yusufu anaeleza ndoto zake kwa ndugu zake. Ndugu zake wanachoona ni kumuua ili ndoto zake zisitimie. Kwa hiyo ni watu wanaopigana na mpango ulio nao. Kuna watu ukitamkia neno halitoki, linang'ang'ania kama kupe. Ndio anakuambia tutaona kama watoto wako watamaliza shule. Na sio mchawi, ila na kinywa kibaya. Tutaona kama hiyo biashara yako itaenda mahali popote. Na kweli yeye anakuambia hizo kuku zako unazozifuga utaona kama zitataga, zitakuwa majogoo zote. Na kweli zinakuwa majogoo. Ni mtetea jogoo kwa sababu hataki mdomo. Biblia inasema uweza wa mauti na uzima upo katika kinywa cha mwanadamu. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana ni nani unayemwambia jambo lako na ni kwa nini unamwambia. Haleluya. Amen. Mimi kuna mambo mengine nafanyaga hata mke wangu simwambie. I don't tell her. Sasa nini nakaga tunasema hivi ni Mungu akiniita sasa hivi hichi kitu sitakuwa kimepotea. Yeye unafanya kitu alafu yeye anakuja kupata kama surprise. Lakini kuna mambo tunapanga pamoja, tunafanya pamoja. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio ni siri. Na kama huwezi kutunza siri, huwezi kufanikiwa. Nisikilize. Formula ya kutengeneza Coca-Cola duniani kote inafahamika na watu hawa. Unaweza kuniuliza mbona Coca-Cola iko kila mahali? Yes. Nenda kaangalia imeandikwaje. Ni copyright ambayo imedilutiwa. Yaani wanakuletea poda katika viwanda vya Afrika, alafu na dilute. Alafu ndio mnajaza kwenye chupa. Lakini wale wanaotengeneza wanachanganya vitu kutengeneza ile, wako watatu duniani. Kwa nini? Kutunza lile soko. Yaani waendelee kuwa ni wao tu wanauza. Kila mtu akijua ni tatizo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa sisi kidogo tukigundua kitu kidogo tu, umeshaenda kutangazia kila mtu, anaanza kuja kukuambia sasa unafanyaje, hebu niambie unafanyagaje? Umeshaanza kumwambia ni hivi nafanyaga hivi. Wewe umejimaliza. Hiyo bidhaa yako ilikuwa ni bidhaa adimu, haitakuwa adimu tena. Unafikiri ni upendo, sio upendo. Mungu amekupa siri ili ufanikiwe. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Na unaweza kufikiri kwamba nisipomwambia nakosea. Hapana. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho kabisa. Jambo la mwisho kabisa. Acha uvivu wa ibada na maombi. Acha uvivu wa ibada na maombi. Kwani ukiwa mvivu wa ibada na maombi, unajitengenezea mazingira ya adui kukushinda kwenye karibia kila kitu. Karibia kila kitu. Shetani huwashinda tu waliokaa mbali na Mungu. Walioacha relationship na Mungu inayoitwa devotion. Walioacha devotion, walioacha ibada ambao ni uhusiano kati yao na Mungu. Yesu makofi utukufu. Yesu makofi utukufu. Kuna mahali ambapo wewe utafika, wengine hawatafika, kwa sababu tu umetunza mahusiano.
uhusiano na Mungu. Sema amen. Amen. Jana usiku nimepigiwa simu na yule dada anaitwa Jackie, yule wa Karangai, yule ambaye tulimwambia tazaa mtoto wa kiume amuite Joshua, tukamwambia tazaa mtoto wa kike, sikumbuki lile jina tulimpa, Sofia. Akamleta Sofia. Alivyomleta Sofia akasema ameendelea kuwa na uzao unaoharibika. Kumbe nilimtamkia tena mtoto mwingine, wala sikumbuki. Nani anakumbuka alitamkiwa mtoto hiyo siku? Anasema jana ananipigia ananiambia, ulinitamkia mtoto, nitazaa mtoto wa kiume tena na nitamuita jina lake Good Love. Si Good Love, si Good Listen, kitu kama hiyo. Kaambia mtumishi wa Mungu nimemzaa. Napiga simu yako kila siku. Nimepita mapito karibia ningekufa. Lakini nasema Mungu wa mtumishi wangu aniokoe. Mungu wa mtumishi wangu aniokoe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akasema jana ndio ameipata na ikabidi anitafute. Ananiambia mtoto yule God Love ameshazaliwa na ana mwezi mmoja. Nimemwambia na kuagiza kwa jina la Yesu mlete Jumapili kanisani. Mpe makofi yako mazuri. Nisikilize vizuri. Kuna watu wanaweza wakapewa muujiza wa kiungu wakaupokea. Kuna watu ambao wakipewa muujiza wa kiungu haupokei kwa sababu ya imani jinsi zilivyo. Yaani kuna mtu anaweza akatamkiwa kitu asisadiki kama amepewa. Huyu dada ananishangaza sana na hajaokoka, lakini ananishangaza sana sana. Kwa nini kila neno analotamkiwa linatimia? Niliomba nikasema uvimbe umeharibiwa, ukaenda ukaporomoka. Nikamtamkia hapa mbele ya watu wote anazaa mtoto aitwe Joshua, akazaliwa. Nikamtamkia anazaa mtoto wa kike aitwe Sofia, akazaliwa. Ameniambia juzi nilimtamkia mtoto alivyokuja hapa, sikuwa nakumbuka, lakini alivyoniambia nikasema labda nilitamka. Akasema nilimtamkia mtoto, nimemwambia aje naye siku ya Jumapili tumuone. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. What I want to say is this. Kuna mtu amepewa neema ya kuhakikisha wewe unafika unapotakiwa kufika. Dada huyu ni wa Kimaasai, anapigwa vita na wachawi asiwe na uzao. Na kila anapoacha, kama mtoto hajatamkiwa kwenye madhabahu, akibeba tu inaharibika. Kwa sababu shetani anajua kabisa huyu hana neno la kiungu lililotamkwa. Huyu ana neno la kiungu juu yake. Huyu ameitwa na Bwana, hawezi kuona. Huyu azuiliwi. Unanielewa vizuri ninachosema? Kuna Musa aliyewekwa kwa ajili ya kukuvusha. Huyo Musa ukimkataa unakufa. Wana wa Israeli walipotoka utumwani, lilitokea kundi la watu 250 likaanza kumdhihaki Musa, yule aliyegawanya bahari. Wakasema hivi, ni kweli Mungu amezungumza na Musa peke yake? Ameongea tu na Musa kweli? Hakuongea na sisi pia? Aliongea tu na Musa. Wakaanza kumwasi, wakaanza kwenda kinyume naye. Musa siku moja alisema, leo mtajua kwamba nimetumwa na Mungu. Mkifa kifo cha kawaida ninyi wakina Kora na Dathani na kundi lenu lote, mkifa kifo cha kawaida, mimi sikuitwa na Mungu. Unafikiriaje mtu ambaye ametumwa kuokoa kutoka utumwani, watu wale waliookoa, anasema wafe kifo ambacho sio cha kawaida? Sijui kama inaingia kilini kwako. Yaani Mungu amemtokea kwenye kijiti kinachowaka moto, akamwambia hivi, nimeona mateso ya hawa watu, nimekuja niwaokoe. Alafu Musa yule aliyookoa anawaambia, nisikilizeni nyinyi si mmeniasi. Mkifa kifo cha kawaida, sikuitwa na Mungu. Lakini kama Mungu akifanya jambo jipya leo, nchi ikafunua kinywa chake, alafu ikawameza, hapo sasa ndio mtajua nimeitwa na Bwana. Akisema, nisikieni yenye kusanyiko, mlio upande wangu njooni upande wangu, mlio upande wa Kora na Dathani kaeni upande ule. Walio wa Kora na Dathani wakaenda upande ule, walio wa Musa wakakaa upande wa Musa. Ardhi ilifungua kinywa chake kwa uweza wa Mungu, ikawameza wale watu mbele ya kusanyiko lote. Watu 250 wakaingia ardhini wakiwa hai. Unanielewa anachosema? Unanielewa anachosema?
Usishindane na servant wa Mungu. Usishindane na mpako wa mafuta wa Mungu. Mtumishi wote wa Mungu ukimuona tena ogopa. Ogopa kabisa. Usimwambie, yani kuna watu wa ajabu sana. Anamwambia na wewe umekuja kunihubiria injili. Hicho kiatu ulichovaa hicho kweli wewe ni mtu gani uliokoka? Umekuja kunihubiria injili, yani hata kuoga hujaoga. Wewe achana naye. Jikaze tu kidogo. Ukiona na kukera mpige na 1500 mwambie nina haraka leo, ninaomba uje siku nyingine. Haleluya. Haleluya. Kuwa na hekima. Kwa sababu anointing sio mwili. Mwili unaweza kuwa na tabia za kimwili fulani ambazo haziko sawa. Lakini anointing iko kwenye spirit. Na roho ya mtu ndiyo thamani. Ndiyo yenye thamani, sio mwili. Mtu anapobeba nguvu za Mungu hazibebwi mwilini, zinabebwa kwenye roho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa unapopigana na huyo mtu, uangalie pia roho yako ina uwezo kiasi gani wa kukabiliana na huyo mtu. Kama amewekwa na Mungu, unapigana na Mungu mwenyewe. Amen. Kwa wengi walikufa hivyo. Nisikilize. Alikuwepo mwanamke aliolewa na mfalme Daudi, mtoto wa Sauli. Daudi alipopigana vita akamwangusha Goliathi, alipewa zawadi ya mke, mtoto wa mfalme, akamuoa. Daudi alikuwa ni mtu wa kumsifu Mungu na kumwabudu siku zote. Binti Mikali alipomuona akicheza mbele za Bwana, hata nguo zake zikadondoka, akamwambia, muangalie mwanaume gani unanitia aibu mimi, unanidhalilisha mimi binti wa kifalme. Yani unacheza, angalia jinsi linavyocheza, linacheza tu nguo zinadondoka. Wewe ni mfalme gani wewe? Ukijaribu kuangalia, yule mwanamke alikuwa na haki na mumewe, lakini Mungu akasema, sasa nisikilize. Daudi akasema hivi, mama, kwa habari ya kucheza mbele za Mungu, hii ni example nimekuonyesha, sijacheza. Haleluya. Yani naweza nikacheza hapa, yani mpaka kesho na nguo imedondoka. Bwana asifiwe sana. Akimuonyesha kwamba Mungu ni mkuu kuliko vyote kwake. Haleluya. Amen. Nini nachotaka kusema? Binti huyu mtoto wa mfalme, Mungu alimzuilia uzao kwa sababu alikataa mfalme asimsifu. Mungu akafunga lile tumbo. Alipopigana na mumewe, hakuwa anapigana na mumewe Sauli, anapigana na mfalme anayecheza mbele ya mfalme aliye mkuu kuliko yeye. Wapigani na mume pale. Na hii jambo hili watu wengi hawajui sana. Mwanaume akiwa mwanamke mtumishi inabidi ujilinde sana. Yaani mwanaume ukioa mwanamke mtumishi uwe mwangalifu. Mambo wanaume mnafanyaga wanawake na mtoboa hivi. Njoo mtoboa wewe, utaona cha moto. Akilia tu kilio kimoja, hiyo fimbo Mungu ataka upige utanyanyuka. Ametoka kuongoza kundi, kachelewa, unaanza kumpiga vibao. Kuhani huyu mtumishi wa Mungu aliye juu. Na mwanamke uliolewa na mtumishi anapaswa pia kujilinda. Uangalie nini cha kuongea. Binti Mikali huyu alikufa kwenye eneo la uzao kwa kupigana na mfalme ambaye ni mume wake. Anapigana na anointing. Haupigani na mwili, haupigani na akili. You are fighting against anointing. Na ile anointing kikawaida inaua. Haleluya. 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 Mungu wangu akupe neema kwa jina la Yesu aliye hai. Kinywa chako kiwe wazi, kiwe kimefungwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nakupa hekima ya samaki. Samaki ufumba kinywa chake daima akiwa kwenye maji. Sio mtu hapigipigi story. Sana sana wakati anahitaji maji atafungua kinywa anywe maji. Lakini mara nyingi ni mkimya, haongei.
Kila neno moja unalolizungumza lina side effect kwenye maisha yako, na side effect nyingi ni negative, yani ni za hasara. Matokeo mengi ya maneno unayoongea ni yanaleta matokeo ambayo ni hasara kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wangu akusaidie kwa jina la Yesu aliye hai. Wabaya hawataisha duniani mpaka Yesu anarudi. Anaweza akavaliwa mtu liroho akaanza kuongea vitu vya uongo kabisa, yani hata ukimwangalia hivi unaona anaongea uongo. Sasa kinachotafutwa ni roho yako wewe, na ukimsikiliza ukakubaliana na neno lake, umekufa wewe kiroho. Hautakuwa na uwezo tena wa kufanya kitu chochote. Kwa hiyo utabaki mtu ambaye hana matokeo yanayodhihirisha Mungu kwenye maisha yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninakaga hivi naangalia hata wale walionipigia vita mimi, wako wananisema na kunizungumza vibaya. Ukiwaangalia sasa hivi unaona huruma maisha yao. Yani wamebaki kwa namna ambayo hayo. Yani ni kichekesho. Wamepitishwa kwenye mambo magumu sana. Lakini ndicho walichovuna sasa. Kuna watu wengine wanaweza kuzungumza mabaya juu ya watumishi, wakavikwa magonjwa ya kuwatesa milele. Au Mungu akaamua kufisha watoto, akaamua kuwafisha wao, kufisha waume, kufisha wake kama siri ya adhabu. So tujilinde sana. Bwana asifiwe sana. Na jambo la mwisho kabisa ambalo ni la lazima kuacha, acha uchoyo. Jifunze kumtolea Mungu bila kujizuia. Acha uchoyo. Acha nini? Acha nini? Leo ni mwaka mpya, unakuja na shilingi 200 kuja kumtolea Bwana. Unasema si ni sadaka. Tena nikikuuliza utasema kwani si ni sadaka mtumishi? Kwa hiyo sadaka ndio inatolewaga. Huyo Mungu wako unayempaka shilingi 200, huyo Mungu wako unaonyesha ni Mungu duni sana.